I'm 143 days sober today. Leo nimekumbuka kitu. Jana nilienda mahali kwa nyumba ya mabishto wangu. Nimekawia sijawatembelea. Yaani tumekuwa tuonani. Juu unajua sasa sherehe haipigiki saa hiyo. Sasa hii mazee mimi nitoe doo yangu hivi ninunue pombe. Labda kama tumetoka kupiga na wewe dili ya pesa, umenitia pesa mfukoni. Hapo umenitia pesa mfukoni kama 10,000. Naweza funga macho nitoe 300 nikushikie kaunti. Zaidi ya hapo wachana tu nayo. Anyway, sasa nimeenda hapo kwa keja mabishte yangu nini ile tuna catch up nini tunapiga story. So, ka conversation kakatokea about another friend of ours mwenye hakuwa in the room. Una get? But sasa that other friend of ours anakuanga ni pedi. Una get? Sasa kwa hiyo pilika hiyo conversation mtu mmoja akasema, na mazee huyo fulani anakuanga na pesa lakini yeye hapendi kutumia pesa yake. So, nikauliza kwa nini hapendi kutumia pesa yake? Ati kunywangi pombe, ashikishangi, yeye anavuta tu hizo mashada zenye anauzia watu. Nikamwambia unajua huyo msee anaweza kuwa maybe ako na maplans zake, maybe ako na target anataka maybe afanye upedi kidogo anunue kama nduthi aingie kwa stage asari. Huwezi jua mtu maybe ako na plans zake. Akasema lakini na venye anatengeneza pesa mingi, kwani hiyo pesa unatafutia nini wakabonga tu hapo. Mimi nikanyamaza. And that thing got me thinking. Sahi, I believe I'm now that type of a person mwenye watu wanasema mabeta ako na do lakini hatumii. Okay, do sina lakini zinakuja juu ziko barabarani zinakam. Lakini sahi I have become very stingy with my money bana. Mazee pombe inafanyanga unakuwa very over generous. Pesa yako umepanga unaenda kununua. Mimi nishai save 20k naenda kununua kuka. Kutoka kwa nyumba, nikasema juu kuna place ingine hapa kwetu kuna chomangwa nyama choma amazing, kuna itangwa kwa kadosi. Nikasema juu niko na do, na nilikuwa nimeangalia online niko na kuka ziko na offer Naivas ni 18k, nilikuwa na 21k. Nikasema napita pale kwa kadosi niende nikule nyama nijishukuru, alafu nipite hapo Naivas nichukue kuka yangu nipeleke nayo home. Sasa mistake nilifanya, venye nilitoka tu home hivi, before hata sijafika hata mbali, kuna karoko hapo, nikaingia kwanza nikachangamka. Shida ya pombe mimi nawaambianga, pombe ukishaionja hivi hata kama ni saa 2 asubuhi, utashinda ukionja mpaka ile saa utableki. Hakunanga ile ati wacha niende nionje ni basi. Ukishaionja hivi, kama tuseme for example uko kazi, we ni msee wa bike kama mimi uko kazi, uionje hivi saa 3 asubuhi. Ikifika saa 4 utaenda urecharge. Saa 6 uende ukule uende urecharge. Saa 9 hivyo. Halafu sasa kuharibu hesabu kabisa, ukishafunga kazi jioni badala uende mtaani na do. Hiyo pesa yote umeshinda ukidhokoma utaingia roko uipige sherehe. Na saa zingine unaikunywa inaisha mpaka unaacha deni. Yaani unaamka asubuhi kitu ya kwanza unakumbuka ni eti pale roko niliacha deni ya 400. Na wacha nikwambie kitu moja. Ukiona mali unakunywanga pombe unakopeshwa pombe. Si ati juu ni mheshimiwa sana ama we ni special sana. It is because they know they have you on chokehold. Utazunguka tu utarudi. Alafu ukikuwa na deni ya pombe kama tuseme for example uko na deni ya pombe mali unakunywanga ya 400. Hiyo siku uende mboka ukose kudhokoma poa ukuwe na punch. Kitu ya kwanza utaenda kukunywa hapo, utaenda kukunywa mahali ingine. Lakini mahali tu utashikia hivi dhao ile yenye unajua naenda nilipe deni na nikunywe nusu moja, utaenda ulipe. Like hauwezi, wanajua tu utarudi. Na hata ukitoroka utaenda ulewe mahali pengine. Juu hapo umezoea juu ya company, maybe friends nini mmezoeana hapo. Saa zingine wana masajigo yako. Utaenda tu ulewe place ingine ujisahau ujipate umerudi hapo. Kuje uanze kujiexplain hapo hivyo kama ni watiaji wa kunyang'anya simu ama wakuvue kiatu. Anyway, so hiyo conversation venye walisema ati huyo jamaa ako na do mazee lakini hataki kutumia do yake. Niko like ukitaka kujua unaenda vizuri kwa maisha, it is when people start saying things like that about you. That you have money but you are not spending your money. When people say you're not spending your money, it does not mean that person is not spending their money. They are spending their money. Maybe anajibaia kanguo kapoa kama aka hivi.
unalipa keja fiti, ananunua maybe ana save, ako na miradi zake, ako na target yake anataka kufanya. Juu kazi ya upedi si kazi yetu unapiga long term. Hiyo ni kazi yenye uko hustler, maybe uko na business plan na una do, unaamua naipiga 1 year nikisave nipate kapito ya do, niachane nayo nifanye shida yake nayo. Pesa yake ni tamu juu ni biashara ya 100% profit. Ukishaonja sasa tena unakuwa addicted. Lakini kama we ni mtu unajua chenye unafanya, mimi nasemanga badala ya kuwa mwizi ama kuwa malaya ili ukuwe pedi. I'm not here to advocate for it, but mimi nakuanga nimepatia mapedi respect. Jua wasee wanakulanga jasho yao. Na hiyo kazi nimeifanya miaka mingi, najua ni kazi ngumu. Watu uitake ni kazi rahisi, lakini ni kazi ngumu sana. Walai, huyo mtu na msee mwenye anarauka marikiti ama Gikomba kila asubuhi kwenda kuleta mboga ni hawana tofauti. Juu pia yeye ni lazima arauke. Unashinda hivi kwa besheni, unaumwa mgongo hapa mpaka unasikia ni kama inataka kuachana. Anyway, so mimi I have decided I want to be that person mwenye watu wanasema nimekuwa mstingy. Cause the moment watu wanaanza kukusifu we ni mzuri, na maanisha unawanunulia pombe, unawatolea form, wanakutumia vibaya. Ndio maana wanaona we ni mtu mzuri, wanakusifu. The moment umeanza kukua mbaya kwa watu, ndio maisha yako inaanza kwenda vizuri. Juu sasa zile vitu zenye ulikuwa unasema unafanya. Saa zingine nikisota na kanga hivi, mimi ninaamini nimekunywa apartment block mzima ama nimekunywa V8. Mimi nimekunywa more than 5 million kwa maisha yangu. And I have nothing to show for it bana. Madent tu, kutengeneza jina huku nje. Mabeta, mimi sitaki hiyo. Nimekataa hiyo. I want to be that person mwenye watu hata salamu mingi. Unajua sasa kitambo ni mabeta mambo poa. Mazesi uniokole 30 bob. Juu nimelewa na kutumia na kupea chwani. Unaniomba so na kupea so 3. Alafu mimi shida yangu na kuanga na roho safi naturally. Sasa imagine uko na roho safi na huruma na empathy, alafu ukunywe pombe. Unageuka unakuwa Saint Teresa juu. Na kununulia mawaita vitu huko kwa baa, mtu wa mayai akipita juu utakula mayai kwa sababu na hurumia huu mtu mwenye anauza mayai. Alafu mimi nimekuauka. Mimi mazee nimehoku vitu mingi. Kazi ya huko ngumu. So mimi ninahurumia huu mtu mwenye anauza mayai. Lakini juu niko Kajaba siwezi kula mayai, naambia huyo waiter hapo akule mayai 2. Ama kama kuna mtu wa njugu akipita naambia akule njugu. Sasa mpaka hao watu wanakuzoea, mpaka mtu wa minji akipita anataka ununulie minji, na ndio maana bebe aende akapikie boyfriend yake juu. Na unanunua tu juu pia unanunua. Alafu unajua ukiwa na pesa wanakusifu, wanakufanya kiongozi. Hata kama wewe si kiongozi unaanza tu kufeel ni kama pia wewe ni kiongozi tu. Inabidi pia wewe unabehave kama kiongozi tu. Na yeye God haezi kulet down. Nashukuru Mungu alinikomboa kwa hiyo minyororo mazi. Ati nimeoga hivi venye niko smart hivi leo, singekuwa kwa nyumba. Ni kuhop from one club to another. Alafu perfume, mimi nayo kunukia niceness inakuanga ni in my DNA. Wewe ukiingia tu hivi unasikia kila mtu anakuza, mabeta wewe ndio unanukia hivyo fiti. Mazee jo, uko smart, kwani umetoka? Mazee kama ulikuwa na dhao yako kwa mfuko, hata utajua ukisema waekewe jag. Unafeel ni kama wewe ni MCA bana. Hakuna mtu anaweza kusifu mlevi anaweza kusifu mpaka ufurize umfurahishe walai bilai. Anyway. So, mimi sahi mazee jo, if you had the expectations of eating my money, cancel tu hizo plans. Itabidi hiyo ng'ombe mali ulikuwa umefungilia ufungue, ujaribu ufunge hapo mbele. The only person who is eating my money are this. You see these babies of mine? Na my person huyo hata akisema anataka tufulize tunafuliza. Na wewe, si ndio? Wewe si unakulanga pesa yangu matamta. Anyway guys, mimi nawapenda. Venye tu tunasemanga, we are here to brag about who? We are here to brag about God. Tusiangalie na wivu. Tunachukulia kama nini? Motivation.